huna akili. Mtu fulani anakuona kwamba pengine wewe ni zezeta. Wengine wanaita sijui kuna fala, wewe anakutukana pia fala tu wewe. Wewe sio fala, wewe sio zezeta. Wewe ni mwana wa mfalme. Maana hata katika Zaburi 139 139 lile fungu la 14, pengine fungu la 14, anasema maneno ya nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Umeumbwa kwa namna ya ajabu, na sababu ninyi ni medical professionals, mnajua kabisa namna ambavyo miili ya mwanadamu inafanya kazi. Mnaelewa? Kwa hiyo kuna haja ya kunyong'onyea. Mwingine labda anakunyanyapaa, labda kwa sababu kuna viguu vyako viko kama fito. Ukitembea siku jamaa, mbona ana viguu kama fito? Sasa unakasirika, unanuna, unaanza kuhuzunika. Basi unaweza kufikiria sasa nitaenda kununua basi hata makalio ya Kichina. Unaenda kufanya operation ili una makalio ya Kichina na miguu mikubwa kama viazi. Kuna haja ya kujidunisha. Kuna haja ya kujidunisha. Wewe ni wa pekee sana. Unajua wakati mwingine hii dunia inaweza ikakuona kwa namna ya ajabu, ikakudunisha. Sifanye hivyo. Katika Biblia wakati fulani Samueli ameenda kutafuta mfalme. Kafika kwa mzee Yese. Yese akaita vijana wake wote, lakini akamsahau mmoja. Acha tu achunge mbuzi, achunge kondoo. Hakuja kufanya nini kwenye sherehe za watu wazima hapa. Basi vijana wakaanza kupita pale. Katokea jamaa bonge la Bwana, nimejasia ilikuwa linanyanyua chuma, kwa Eliabu nafikiri kwa linanyanyua chuma, nimejazia. Samueli akasema ndiye Masihi wa Bwana, hadi singopanda nimejazia. Mungu akamwambia, wewe Samueli, wewe. Soma katika Samueli ya kwanza 16 fungu la 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali